nimekuwa na hofu sana za kukutana na Yesu. Nitamwambia nini Yesu? Mimi niliyesema siwezi kukukana, siwezi kukuacha. Nitauficha uso wangu wapi? Lakini Yesu mwenye upendo anamwambia, mkamwambie na Petro, mkamtangazie kwamba mimi ni mshindi, mkamtangazie kwamba nimetoka, mkamtangazie kwamba ni hai. Na Petro ni kama apewe ujumbe wa pekee, awe na amani. Awe na amani. Inawezekana wewe na mimi ni wale ambao mara nyingi tunamkosea Mungu. Mara nyingi tunamdisappoint, tunamdisappoint rafiki yetu Yesu. Alafu unaporudi anakuambia, mwanangu ninakusamehe, mwanangu ninakurudisha, mwanangu ninakupa nafasi nyingine. Kwa hiyo siku ya leo ni siku inayotuletea alama ya upendo, kwamba kwanza Mungu amemtoa Yesu Kristo, amekufa msalabani kwa ajili yetu, ameteswa kwa ajili yetu. Ni alama kubwa ya upendo kwa ulimwengu, ni zawadi kubwa ya upendo kwa ulimwengu. Ushindi wa msalaba ni zawadi kubwa kwa ulimwengu, ulimwengu ambao umechanganyikiwa, ulimwengu ambao umekosa amani, ulimwengu ambao kila ukizunguka ukiangalia unaweza kukosa matumaini. Kwa hiyo pia anatuletea alama ya matumaini. Ni matumaini ya kwamba yale tunayoyaona hayana sauti ya mwisho. Ugonjwa ulio nao hauna sauti ya mwisho. Changamoto ulizo nazo hazina sauti ya mwisho, kwa sababu yupo mwenye sauti ya mwisho ambaye ni mshindi. Lakini pia zinatuletea habari njema za maisha mapya, historia mpya. Tangu kama Yesu asingefufuka, Paulo anasema kuhubiri kwetu kungekuwa bure kabisa, kuhubiri kwetu kungekuwa bure. Lakini Yesu amefufuka, ameleta matumaini, ameleta maisha mapya. Yale ya kale sasa yanapita, tazama, yanakuwa mapya. Leo hii jambo kubwa moja linalofanyika katika ibada hii ni kuwaingiza kanisani viongozi wapya wanaopokea kijiti cha kuongoza ushirika huu wa wanafunzi. Ni nafasi kubwa, ni wajibu mkubwa sana. Maana yake mnahitaji kubeba maono ya kuwepo kwa ushirika huu, kuwafanya vijana wa vyuo vikuu, kama ambavyo tumezungumza sana kwenye semina, kwenye kongamano letu. Mna nafasi kubwa sana ya kuwa taa, ya kuwa nuru, ya kuwa chumvi ya taifa hili.